Idakaire Jehova ake heotogo yo muigema utoga wakwa muige wabo lina ng'ombe na biacara wewe reke rũu rwambe rũkinye hau kunyitwo ni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi njeta Kĩmiti wa Gĩtaũ ũmũthĩ ndĩ mũthe thĩinĩ wa gũkũ kaunti ya kũndũ gũgwĩtwo Naikuru gũkũ gwĩkwa Governor Lee Kinyanjui na mũthenya ũmũthĩ mũthenya mwanya mũno tũingĩrĩte mũgũnda ũgwĩtwo Chemsian Farm gũkũ tũgĩũka twaranĩrie hamwe na ataramu na anyiti itemi thĩinĩ wa ũrĩithia wa ng'ombe tũtigĩrĩrie atĩ ng'ombe yaku ũrĩ wakĩra ũguo ũkona no gũsmile ũrĩa smile ismairaga nĩkĩ nĩ tondũ wa kĩrĩa ũmĩheaga na ningĩ ng'ombe yaku nĩgetha ĩrute iria wega no mũhaka ũkorwo nĩ ũrarũmbũiya kĩrĩa ng'ombe yaku ĩrarĩa gũkũ ng'ombe irĩithagio na njĩra nene mũno na nĩho tũkũnyitithania hamwe na ataramu nĩgetha matũtarĩrie nĩkĩ gĩkĩ maheaga ng'ombe na ng'ombe ĩyo nĩkĩ ĩrĩaga nĩgetha yakagaithia iria na makagĩa na iria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na matirĩ meherera ũrĩithia wa ng'ombe na marĩ o hau tũtiendaga cai na karara ndĩrenda tũingĩre kuo tũmenye ndeto ũrĩa kĩhana hakiri ũndũ ũngĩ ndakaire Jehova ake utongo yo muigema wewe oka jambo welcome salama sana uko salama tuko salama good wacha tusonge tu hapa ili nadhani hapa tunafaa kuwa tukisalimiana shalom unajua shalom sema shalom 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 hapo ni Israel tu hapa sasa ni Israel nyingine wacha kwanza tujue jina alafu kisha tuweze kuendelea yes kwa majina ni Geoffrey Wanyama Nyongesa yes HR human resource wa hapa good karibu sana asante sana Chemsian Farm Limited Chemsian Dairy Farm karibu asante majina ni Erastus Kemboi ndio daktari wa shamba. Daktari, makofi kwenu kwanza. Wacha tujue Chemsian Farm ilianza wapi na haswa wakati mtu ameisikia iko situated upande gani? Chemsian Farm ni shamba naweza sema imemaliza miaka takriban karibu miaka 25 hivi. Kweli? Yeah. So ilianza na ng'ombe chache and then eventually tukawa tunaikuza hiyo breed. Yes. Breed our own. And then Chemsian Farm iko Rongai in Nakuru County. Na najua kwamba hili ndoto halijaanza hapa. Hebu tueleze vision yenyewe mlianza wapi? Nakuru County tunavyojua ni sehemu ambayo watu wamekuwa wengi. Na kwa sababu ya ile hali ya kuhitaji maziwa mingi tukawa kwamba maziwa inahitajika kwa wingi. Hapo ndipo Chemsian Farm ikawa imeanza na wakaiona kwamba ikakuwa mzuri kuwa ni shamba la kulisha ng'ombe ya maziwa. Safari yenu Kemboi najua haijaanza hapa. Imekuwa namna gani kutoka wakati mlianza hadi mfike sasa vile naona sasa hivi? Chemsian Farm tulianza na ng'ombe wachache nikisema hivyo. Pengine idadi ndio siwezi kukuambia kwa sasa. Yaani tulianza na ng'ombe wachache. Baada kwa muda wakati ilipokuwa inasonga mbele tukawa kwamba tumebreed ama tumeipandisha hizo ng'ombe zimeongezeka mpaka idadi ambayo tuko nayo kwa sasa. Ni kweli. Ndio. Kwa wale wakulima ambao wanatuanzazama siku ya leo, hebu tueleze huyu mkulima ndio aweze kuwa na biashara ambao imenoga hivi. Anafaa kuanza wapi? Kitu ya kwanza unazingatia mambo ya lishe. Kabla hujaanza kulisha ng'ombe, kufuga ng'ombe, unahakikisha kwamba uko na lishe ya kutosha kwa kala. Inamaanisha nini? Uko na shamba ekari ngapi? Ujue kwa hii ekari ngapi inaweza toa chakula kiasi gani. Hapo tunaongea kama silage, tunaongea kama pengine Lusan, hay, boma rows. Ukitoka hapo sasa itakuelekeza kwamba idadi ya shamba yangu inaweza nitolea chakula kiwango fulani ambaye itakuonesha utalisha ng'ombe wangapi. Ni lipi ambalo litafuata baada ya ile ya kwamba tumepatia ng'ombe wetu chakula vizuri? Maybe itakuwa ni kujenga ama kwenda kununua breed mzuri ya ng'ombe ama ni wapi tutaanza? Utafute ng'ombe kama tuseme ng'ombe wa Frisian, utafute ng'ombe mwenye anakutolea maziwa mingi ndio mapato naye ikue mingi. Wakati mkulima ameshamaliza kutengeneza lishe lake, ametengeneza vyumba vyake vya ng'ombe na sasa imefika wakati wa kuendea ng'ombe, haswa ataangalia miumbile ipi kwa yule ng'ombe aweze kujua kwamba yuko na miguu mizuri, kichwa ambayo inafaa, kitu ambayo tunaitaka mukamo ambayo inafaa. Hebu tueleze atajua kujua namna gani? Ukipata ng'ombe ya maziwa, unaangalia kutoka sehemu ya nyuma, unaangalia kwanza kiwele. Ujue huyu ng'ombe ako na kiwele ya kutosha. Kwa sababu unaweza pata ng'ombe ako na kiwele kidogo. Akiwa na kiwele kidogo naye itakwambia nini? Itakwambia maziwa yake itakuwa ni kidogo hivyo. So utaangalia ng'ombe amepanuka vizuri ndio aweke kiwele kubwa. Kwa sababu kuna ile mifupa tunaita bean bones
huwa ina Hii yenye iko hapa. hiyo sasa. So ikipanuka vizuri inaipea nafasi kiwele. Na ikipea nafasi kiwele kubwa inaipea naye matiti ikae vizuri. Ukishapata ng'ombe iko na matiti imeangalia nje. Sasa inamaanisha ni nini? Ni ng'ombe ambaye uko juu kamefinyika hivi. So matiti naye itafanya nini? Kiwele itakaa hivyo. Ribs ng'ombe ya maziwa ndakana uhesabu kama ribs kama 1 2 uweze kuiangalia. Wakati uweze kuiangalia, ukipata ng'ombe kamenona amekuwa round, unajua huyo ng'ombe anaiconvert chakula inakuwa nini? Inakuwa mafuta. Nimesikia kwamba umenitajia vitu tofauti ya kwamba kama silage, tumesikia kwamba kuna hay, kuna zile sorghum, kuna vitu mingi ambazo vile tunapatia ng'ombe. Ikifika ni kuchanganya, tutachanganya namna gani bwana Kimbowe? Ya muhimu kwanza kwa lishe ni kwamba tuweze kujua ni nini inaitoa nini. Silage huwa sana inatupea energy. Lucerne inatupea proteins. And then concentrate ambayo huwa tunaitop up huwa inaongeza proteins. Ng'ombe ya maziwa kwa kila siku anatumianga proteins. Proteins kwa mwili ya ng'ombe haiwezi kuwa stored. Haiwezi kuwa stored kwa mwili ya ng'ombe. Kwa hivyo proteins ile anapata ni hiyo anaitumia, ile nyingine excess anaitoa. So kwa ulishe tena lazima uangalie ni chakula gani utaipea kwa wingi ambaye hali yake ama dhamana yake iko chini. Kwa kwetu sasa hivi ng'ombe ili chakula ambaye iko na dhamana ya chini ni silage. I mean the cost ile ya kutengeneza iko chini. Yes. Kwa sababu kwetu iko kama shilingi 1 kwa kilo ya silage. Sasa huyu ng'ombe anakula kama kilo 25 ya silage. Mtu anaweza kupatia ng'ombe wake silage peke yake bila kuipatia ile ya kawaida ambayo tunaita dairy meal ama chakula ya unga? Kulisha silage, siwezi sema kwamba unaweza lisha silage peke yake kwa sababu nimekuambia silage kwa wingi iko na proteins lakini kwa hali ya chini. Na maziwa tunahitaji balance. Ndio upate maziwa ikuwe na quality ya juu, lazima tutumie chakula zingine. Ndio maana nimesema Lucerne ambayo unaweza ipanda kwa shamba yako ukaitumie. Haya, tunahitaji protein kwa urefu. So hauwezi lisha silage peke yake kwamba utumie silage tu peke yake kwa sababu kuna kiwango hauwezi fika. Na silage ikikuwa mingi tena zaidi inafanya ng'ombe inanona. Ng'ombe ikinona zaidi feed conversion inaenda chini. Mbona daktari tumeamua kuwekea ng'ombe chakula chini na pia kwa mahali ambapo ni straight na pia haija kusanyika mahali pamoja? Kama binadamu ukinichasia chakula kwa sahani utakula kidogo uchoke. Lakini ukiona vile wanakula alafu tunasukumia tunaifanya kwamba waone chakula kama ni fresh. Anakula akisukuma tunarudisha tena kidogo. So atakuwa anakula chakula akiona ni chakula keni. So tunafanya ng'ombe akule chakula mingi. Na ile Kensil bado inasaidia ng'ombe akule chakula mingi. Akule chakula mingi. Akunywe maji mingi. Nayo kusandama utapata amesandama iko na kilo mingi. Ni kweli. Mmewezaje kufanya kwamba shamba lenu ni mechanized? Tumeweza kuwa na mashini ama tuseme tractor ambayo inasaidia sisi kurahisisha kazi ya lishe ya ng'ombe. Ukiangalia chakula imetengenezwa iko sawa. Kuna mashine ambayo inaitwa TMR mixer. Yes. TMR mixer inafutwa na tractor. So ikifutwa na tractor inasaidia sisi kufanya nini? Kuchanganya chakula yote. Kwa sababu kuna dairy meal, kuna nyasi, kuna Lucerne. So inasaidia kuichanganya. Inaichanganya na kuipunguza. Inachop. Inakuwa kidogo kabisa. Inakuwa kidogo. Nikiuma naona kwamba inakuwa kidogo. Hakuna ile ukiangalia chakula yetu kifanya hivi, tunasema chakula indakana ikuwe na moisture content ya 40%. Nice. 40% ukifinya unasikia iko na maji. Ina unyevu ile. Iko na unyevu. Na hiyo unyevu haiwezi tiririka. Yes. Sasa hiyo ndio ng'ombe utapata anakula chakula mingi. Na wakati nyinyi uko na challenge ya maji? Challenge ya maji tunakuanga naye lakini tumekuwa na reserve tanks. Wakati tuko na maji tunaistore kwa tanki. Yes. Kwa sababu changamoto kubwa sana ni maji. So usipoitega maji uweke maji vizuri itakuwa ngumu sana kuimanage mambo ya ng'ombe. Shikiria hapo. Hau agweta horo wigi challenge ya kindu gigwitwo mai niho tukwamba guikiria no ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu nigetha tukonde gukorwo tukiaria maingi megie urithia kana riria wakorwo wina ng'ombe ta ici cia iria ndukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda atari haraihu.